lasts forever. And now war was drawing near. Hakuna amani katika taifa la Israeli, lakini amani hiyo haitaondoka milele. I still can't believe it. Asiwezi kuamini kwamba Wafilistini wamechukua ardhi yetu. Na siwezi kuondoka nyumbani. Wapalestina ambao ndio Wafilisti walivamia ardhi ya Israeli. Wazo kusogea hapo mpaka hilo eneo. Kwa makamanda wa Israeli wakawa wameweka kambi eneo hili ili kuzuia wasivuke mpaka kuja kushambulia. Israeli kipindi hicho nakiwa anatawaliwa na mfalme Sauli, mfalme wa kwanza taifa la Israeli. Alikuja katika kambi ile. Even though King Saul received a warm welcome from his soldiers, he was very worried. Among the Philistines stood a giant warrior named Goliath. Kitu kilichokuwa kinaogopesha jeshi la Israeli ni upande wa Filisti kuwa na jitu moja ndio Goliathi, bonge jitu mwamba kwa kweli. Alikuwa kila siku anakuja kwa challenge jeshi la Israeli kwamba aje mtu apigane naye kama kuna mwamba katika taifa hilo. Orders are in. We're heading to the front lines. No Philistine gets past the valley. Hakuna mtu atakayesugua katika ardhi yetu, lazima tuilinde ardhi yetu. Wacha kibonge jitu. What kind of man is that? Mtu aina gani bonge jitu? Unaita Goliathi. Ni mtakiwa niite kifo. He's a monster. Uso mtu ulinizimwi. Tabidi mpigane na mimi au Israeli wote mnisujudie. Tunahitaji msaada. Jeshi la Israeli likajikusanya lio jingi. Goliathi anauliza nani anataka kufa wa kwanza. Yana alikuwa ni mkorofi kuliko kila siku alikuwa kazi yake kwa kuchikoza taifa la Israeli. Jeshi paka wenyewe vikiro juu. Cheka lenyewe naona la. Hadi mfalme Sauli mwenyewe alikuwa hajui nini cha kufanya cha kupambana na yule Goliathi. With the shadow of war looming over Israel, King Saul sent messengers throughout the land to gather more soldiers for the battle. Sasa mfalme Sauli alituma wajumbe wake waende katika maeneo yote katika nchi kwamba watafute watu watakaojitolea katika kupambana na ule Goliathi. Sasa kuna mzee mmoja hivi, huyu hapa alikuwa na wanae wajitolea kwenda kupambana. Kwa mjumbe kutoka ikulu ya Sauli alikuja mpaka katika kijiji. Listen up people, war is upon us. Akaambia tushinde pamoja nasi. Mfalme Sauli anahitaji watu ambao kwenda kupigana na Filisti. Kwa watoto wa mzee Yese wakajitolea kwenda kupambana na Filisti. Sasa mzee akamwita mwanae. Akamwambia, mwanangu, kumbuka imani ni vita inahusu mambo ya imani, sio nguvu, kwamba unaweza kushinda vita kwa kutumia imani tu. Sasa Daudi alikuwa ni katoto kadogo cha miaka 12 alikuwa, kwa hiyo alikuwa ni ngumu sana kwenda vitani, kujiunga na jeshi kwenda vitani kupigana, lakini alikuwa anatamani sana. Sasa siku iliyofuata kaka zake Daudi wale wote wakawa wamejiunga na jeshi kwenda kupigana na Wafilisti. David stayed behind to take care of his father's sheep.
Kwa Daudi akawa amebaki nyumbani anachunga kondoo walikopo baba yake pale nyumbani, lakini alikuwa anatamani kwenda katika uwanja wa vita, lakini wale hawezi kumwamini kwa sababu bado katoto cha miaka 12. Maana ingekuwa maisha sasa hivi angekuwa nikiweza yuko sekondari form 1 ile form 2 atajapata form 4 hajamaliza. Sasa Daudi yupo katika machungani katika maisha ya kila siku. Yupo huko msituni anaendelea kuchunga. Fika huko unasikia harufu. Kaita kondoo kwenye mto, wanataka kufurahia na wanakunywa maji. Daudi kafika kwenye eneo la majani mabichi akajilaza kama ilivyokuwa Zaburi yake iliandika. Kama katika sasa kuna moja ya kondoo huyu hapa akatoka katika makundi yaka anazurura sana katika ule msitu, anazurura huyo anatembea tembea. Simba yupo katika msitu akamuona akasema chakula hiki msosi. Sasa yule kondoo mwenyewe akahisi kuna tatizo na kurudi hawezi, ila Daudi akuja kuamka akasikia kuna mgurumo wa simba. Kwa hiyo machale akamcheza simba, ndio huyo anamnyetia kondoo. Tatibu wako ndio yenyewe. Sasa nini ninambilikicho mbele yangu? Aya. Kaona ni simba. Mama. Kuna nikangalia huko hakuna njia kabisa. Na simba anakuja huyo. Akabidi akimbie sasa. Fika huko. Anatafuta njia ya kurudi alipotoka. Lakini ndio hivyo simba ndo anazidi kunyata na kuja. Sasa kondoo kana ukifika tu hapo ajibanze. Daudi ndio huyo mbio